Unaweza ukawa umelala usiku, alafu ukaota mbele yako kuna majeneza yanapita. Ukaota wakati mwingine unawaota watu waliokufa miaka ya zamani, au hata kama wamekufa hivi karibuni, ila bado unawaota. Biblia inatuambia hivi kwamba hatuna mawasiliano kati ya waliokufa na walio hai. Kwa hiyo ukiona hivyo, tambua kwamba yuko aliyepanga mauti juu yako, anakutafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hebu tusome kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 7 mstari wa 17. Ufunuo sura ya 7 mstari wa 17. Kwa maana huyo mwanakondoo aliye katikati ya kiti cha enzi atawachunga naye atawaongoza kwenye chemchemi za maji yenye uhai, na Mungu atayafuta machozi yote katika macho yao. Bwana Yesu asifiwe. Hapo anaendelea kutuambia kwamba hata kama watu hawapati maji, wanahangaika kwa maji, lakini Mungu anasema atatuongoza katika chemchemi ya maji. Lakini pamoja na yote kwamba aibu nje, haiwezekani watu wakawapata aibu, haiwezekani watu wakaanza kulaumu walalia, alafu eti na muokole naye aliyokoka naye analia pamoja na mwenzangu, haingekuwa ngumu kweli. Wakati wanatakiwa wao wanapolia na waambie pole, lakini Mungu atatenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani kumfariji kwao. Watu wanaambia kwamba kwa sababu Biblia inasema lieni pamoja nao waliao. Sio kwa namna hiyo. Mungu huyu, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo kuna watu wanatarajia aibu, na hapo tayari kuna watu walikuwa wamesimama. Kabisa mimi nakwambia, yaani kuna watu walikuwa Beneti na mimi, lakini kafika wakati huo hata nikimpigia simu apokei, ili kwamba anatarajia kwamba siku moja Pastor G atapata aibu. Lakini sikiliza nikwambie, wakati walipotarajia aibu, wakapata utukufu umenifikia mimi mwenyewe. Kwa jina la Yesu nakwambia, hata kama watu walikusudia aibu kazini, walikusudia aibu kwenye biashara yako, Mungu atakupa utukufu kwa jina la Yesu. Mungu atakupa heshima kwa jina la Yesu aliye hai. Wala aibu haitakukuta kwa jina la Yesu. Haleluya. Kwa hiyo ilipofika mwezi wa 12, mwezi wa 12 ndio tarehe ambayo imepangwa ya harusi yangu. Sikiliza nikwambie, yaani ile ilikuwa ni final. Kwamba wanakuita mchungaji kwa wema, wanakuchokoza. Hata mkoa ananichokoza. Siku moja nilipopita pale kwenye ile kambi, nikachelewa muda wa kupita. Wakaniambia wewe dogo njoo. Mimi nikaenda pale natia huruma. Inabidi niende sasa, maana wale jamaa wamevaa zile nguo zenye mabaka wananiita. Sasa inabidi niende. Bwana ukikataa bwana, wakiukamata. Nikaenda. Kwa nini unapita saa hizi hapa? Sasa mimi nimetoka sehemu fulani, nimechelewa, kwa hiyo naomba unisamehe. Ambao nataka tukusamehe, piga magoti. Sema sasa kama msamaha wenyewe ndio huu, acha nipige magoti. Sasa Mungu kitu ambacho alichokifanya ile siku nilishangaa sana Mungu. Mimi nikapiga zangu magoti kama kawaida. Yaani ni aibu, watu wananiangalia, lakini sasa nafanyaje? Ni aibu. Sasa muda ule simu ikaita, ni wale wanaonichokozaga, wanaotaka kunitia aibu, kuniita mimi mchungaji ili kwamba waniaibishe. Simu ikaita muda ule. Ilipoita simu yangu, simu alikuwa nayo yeye, maana alinikamata akachukua funguo za pikipiki, akachukua na simu yangu ili tufanye mazoezi. Nikamwambia sawa. Akachukua hiyo vitu, nikamwambia sawa. Sasa simu ilipoita alikuwa nayo yeye, akaanza kupokea. Pap, akapokea simu. Yule mtu akasema mchungaji uko wapi? Jamaa akatoa hivi haraka simu sikioni kama ya moto. Pap. Akasema wewe kumbe ni mchungaji. Ile jina nilikuwa silitaki, lakini kweli nilikubali. Haleluya. Nilikuwa nikilikataa, lakini siku ile sasa wewe kumbe ni mchungaji, nikamwambia ndio mimi mchungaji. Haleluya. Wafanya nikajua kumbe huyu hili jina aliogopa, nikasema mimi ni mchungaji. Sasa mtihani alionipa. Anambia si mchungaji, naomba niongoze saa toba.
Bwana Yesu asifiwe. Sasa nikafikiria nikasema, lakini nawaonaga wachungaji wanavyofanya. Hata mimi mwenyewe nilifanywa hivyo. Naonaga wachungaji wanasema sema Bwana Yesu, nakuja mbele zako mimi ni mwenye dhambi. Sasa mimi hapa nilikuwa ninashindwa nini? Nikasema sawa. Sasa nikamwambia sasa ili nikuongoze sana tu wapiga magoti. Haleluya. Akapiga magoti nikasema sasa hapa leo nikaweka vizuri kwanza shati langu. Nikamwambia sema Bwana Yesu. Yuko pale amepiga magoti. Nilisema Bwana Yesu. Nikamwambia sema mimi ni mwenye dhambi. Nilisema mimi ni mwenye dhambi. Nikamwambia rudia tena wewe ni mwenye dhambi kwa sababu wewe umenipigisha magoti mimi bila sababu. Sema wewe ni mwenye dhambi. Haleluya. Nilisema mimi ni mwenye dhambi. Sema natubu. Linasema Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa namaliza pale nikamuombea sasa nikaanza kumuombea nikashusha upako pale sio kwa kawaida nikaombea kazi yake nikaombea familia yake nikaombea kila kitu chake alafu nikamaliza nikasema sema amen alafu nikamshika mkono nikamuinua kama mchungaji kweli vile alafu pale sifasozi na vimba kifua pale mimi ndio mchungaji pale. Bwana Yesu asifiwe. Sasa baada hapo alipoinuka akasema mchungaji mimi kwa kweli nashukuru sana na naomba unisamehe. Anasemaje hivi kweli anachokisema au mimi nikanyamaza tu bwana. Sasa mimi naomba unisamehe. Na mimi sikujua kama ni mchungaji. Wewe ungeniambia mapema. Sasa mimi najiuliza pale mimi mwenzako yule jana nilikuwa nalikataa. Ila sasa nimekubali tu ili kwamba nitoke kwenye hii adhabu. Unasema mimi niseme mapema ningesemaje mapema? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mshirika wangu wa kwanza kabisa alikuwa ni yule mtu nani wewe? Wewe msema wewe. Kwa hiyo yeye ndo alikuwa mshirika wangu wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa tangu ile siku nilivyotoka pale, nikirudi kule akiniita mchungaji, naam. Yaani hata siogopi tena. Huyu akiniita mchungaji, naam. Sasa baba tu anashangaa huyu vipi anakubali jina la mchungaji leo imekuwaje kwaje? Kumbe leo hajui siri ninayo mimi. Na sijawaambia mpaka leo. Haleluya. Kwa hiyo watu wanapokusudia aibu, inawezekana kwamba wanakuita jina baya, kwamba mlokole, anaenda kwenye dini ya kulia, anaenda kwenye dini ya kulia. Mwambie ndio naenda kwenye dini ya kulia, maana mimi sitaki ya kushoto, wacha niende kwenye dini ya kulia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengine wanasema tu tukubali, wamesikiliza, ipo siku mtakubali kwa jina la Yesu. Yesu anasema amkubali. Mambo mengine asubuhi kukicha tu ile ifika saa 11. Yatukubali. Yatukubali. Hapo linakuja lingine linasema hii ni hasara. Sasa wewe kama ni hasara usiuache kwa jina la Yesu. Hebu simama kwa miguu yako twende tukamwombe Mungu. Unahitaji lako unajua kwamba nimekutoa machozi. Utasogea hapo mbele tutaomba kwa ajili ya ile hitaji lako. Tutakuomba kwa Mungu. Karibu.